Hello guys, welcome back to See Ryan TV. It's high time the government of Kenya ianze kuwa na death penalty kwa watu wenye wanatocha ama wanatesa watoto to the extent that watoto wanadai. So kumekuwa na hii kesi ya Chantel, the young kid, 9-year-old kid mwenye alikuwa defiled ama alirepiwa na mtu mzee tu, mtu mwenye ako na akili zake. Then after raping the kid, mzee alidecide kuwa mtoi na kwenda kumtupa kwa latrine. Imagine killing a young kid, a daughter to someone, then uende umtupe kwa latrine without no reason, because a 9-old year kid ni mtu mwenye ana nguvu ya kufanya kitu yote, so ni mtu mwenye hata aweze jidefend. After research and everything, polisi walipata the suspect to the murder, and the suspect to the murder ndio alilid polisi mpaka police body ya huyu young kid called Chantel ilipatikana, and of which mtu huyo already alikuwa ashapass. And this is not the first case or maybe the last case ya vitu kama hizi ku happen, cause sometimes binadamu sijui inakuanga ni stress ama ni shetani gani, mtu anaweza tu amke tu asubuhi decide maybe akatekate familia yake or atoche watoi wake. So hizi cases zimekuwa so many to the extent that inafaa the government of Kenya iweke penalty yenye at least watu wataanza kuogopa, cause these suspects unapata msee ameshikwa, the next day unasikia akokoti amelipa bond and he or she anatembea tu outside freely not knowing kuna life ya msee ama life ya young kid imepotea somewhere. So it's high time pia the government ama the law society of Kenya ikuje na zile rules zile strict kama za kitambo. Mtu akifanya kitu kama hii anaekwa kwa ile mashini ya kuhang wase ama ya kuchop wase vichwa, so that mtu pia anaweza feel the pain yenye some people wana feel, maybe the pain yenye parents wa hawa watoi wana feel, ama pain yenye huyo mtoi alifeel before akufe. Umetocha mtoi, umeua mtoi, then juu wewe uko na do unalipa kwa koti, then wanakuachilia kwa bond, una move around freely. Then after some time, after kitu kama 5 years ama 10 years, unapata msee kama huyu ako free, anaendelea na life yake normal as if nothing happened. So ikikuwa ni case na involve watoi, it's high time the government protect watoi sana, cause watoi ni watu innocent, ni viumbe innocent, ni watu hata hawajui venye life iko, ni watu hata hawajui ni nini ina exist na nini ina happen kwa the current society. So it's high time pia hawa watu wenye wanapata wakitesa watoi wakuwe punished to the extent that hawatairudia, ama to the extent that pia life yao imepotea. Hivyo ndio at least the parents of the kid watapata haki, hata kama watakuwa na hiyo pain forever, but at least wataona justice ime happen, because hatuwezi kuwa tukikaa tu hivi tukiona watu hiyo wakiteseka kila time, yet tuko tu hapo tukiclap ya the government of Kenya.